country remains stable, Nairobi remains stable. We avoid this issue of maandamano. I'm not competent to advise you. I'm not competent to advise Raila Amolo Odinga, who is my brother-in-law. He started politics at the age of 14. Whom am I to advise him? Your Excellency, when you were fighting to become the 5th president of this republic, we in Azimio, we were calling Raila the 5th. Little did we know what sort of guns you had. Nyinyi mnajua vizuri, si namna hivyo? So mnajua mimi nilikuwa mtu wa Azimio. Na nataka kuambia ukweli, na nikisema ukweli watu wanasema wewe Atwoli anasema nini? Mimi haja yangu kubwa ni nchi hii. Saa hii ukienda Sudan, Khartoum, unapita kwa miwili ya watu wamekufa. Na hatutaki hiyo hapa. Mimi niko na ofisi Sudan. I'm the president of the largest trade union, federation of East Africa. Na ukienda huko watu wao kwa shida, hatutaki shida kama hiyo katika nchi hii. Sisi katika Azimio tulikuwa na president, tulikuwa na mawaziri wa internal kama wakina Matiang'i, kifua kubwa, nguvu kubwa, tulikuwa na pesa, tulikuwa na kila kitu. Kwanza tukakuweka nje, tukakulima kabisa. Pale ulitokea ukapita kwa sisi kama watu wamesimama, ama kama lile shamba kwa wale wanaotoka Kitale ama huko Western ambako kuna mashamba ya mahindi ikija tolewa, ama huko Rift Valley mahindi ikija tolewa kwa shamba, wachawi huko Western wanakimbia kama kitu kingine. Unaweza shangaa huyu ni mtu alipita hapa. Wewe ulipita kwa sisi kama watu wale wamesimama. Nikajiuliza, hii television inasema ukweli ama ni uongo? Na sisi tulikuwa na AK-47, tulikuwa na pistols, tulikuwa na ile gas canisters, tulikuwa na grenade ile ya kutupa na inamaliza watu, tulikuwa na uwezo, na tulikuwa na ukapita kwa sisi na wewe bwana hizo vitu. Sasa what makes us think and tukienda kwa streets kwa maandamano we will change the status quo? I said yesterday there are other situations that are irreversible. Kuna mambo ingine ambayo huwezi kubadilisha, mambo ya Mungu. Mimi nataka kuambia nyinyi, na yakisha fanyika you accept it. Because wewe ulikula kiapo. Mtoto wa Kenyatta akakupatia ile panga mrefu ya kulinda nchi. Sasa anatoka hapa anarudi anasema sasa hii mambo ya Jubilee, labda hii election ilikuwa namna gani? Baba, angalia hapa. I said when you retire, Your Excellency, you must be a peacemaker. Once kujishusha chini tena you become an activist. So mtoto wa Kenyatta anataka awe peacemaker. Na yeye alifungia watu, huwezi kuingia State House, watu yake ukuwapigia simu hawezi kuchukua. Sasa ukishashindwa, brothers and sisters, you accept it. I was with them. I know most of us, mimi Peter Kenneth, watu ambao tulikuwa huko. Maina Kamanda alituonya mapema. Yule mzee siku moja umuite kukuja na chai, alionya sisi akatuambia hii mtoto wa Kenyatta anapeleka nyinyi nowhere. Na mimi kawaida naogopa kushindwa. Nikasema hii kama tunaenda nowhere sisi tutafanya nini? Nikajikonsoli mwenyewe nikasema hapana, lakini Mudavadi yuko huko. Kama kitaumana kwa ajili kwa Mudavadi sitaka appointment. Nitafika kwake usiku niseme maneno, bwana vile unaona hivi maneno imekuja mbaya.
Lakini sasa sisi kurudi nyuma kuanza kusema what is the end game of maandamano. I know for sure Raila Amolo Odinga did a lot for this country. Hakuna mtu ila ajui. He brought second liberation. He fought for the new constitution. He has done a lot of things